Mama yangu. Shekhe. Naam. Assalamu alaykum shekhe wangu. Wa alaykum salaam. Kalfa. Twalibu vipi kijana wangu? Salama tu shekhe wangu. Naona upo. Nipo tu shekhe. Sawa sasa? Bila shaka kunisimamisha huku utakuwa na jambo wewe. Ndio. Mimi unaponiona mimi ni mtu wa ibada bwana. Mimi kijana wangu kwa kweli bila ibada mimi huwa sielewi. Kwa hiyo hapa nawahi kwenda ibadani. Kwa kama una swala la kusema, zungumza haraka haraka mimi niwahi masjidi. Sawa. Sasa ustazi, najua samahani kwa kukusimamisha. Bila samahani. Maana najua wewe ni ustazi, mimi mwenyewe ni shekhe. Umeona? Game over. Kwanza sema astaghfirullah mara 10 kwanza. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Basi tosha. Wewe huwezi kuwa shehe bwana. Wewe kuwa shehe. Wewe vipi bwana? Wewe unafikiri shehe ni kuchukua tu? Hapana bwana. Ushehe kuna namna. Haya sema. Sasa shehe wangu wewe. Mimi bwana nilikuwa na biashara nafanya bwana shehe wangu, mimi sielewi leo bwana tangu asubuhi afu ninapokaa pale mwenye nyumba ananidai kodi yake afu na mimi sina vyangu shekhe, mipango imekaa vibaya. Ndio maana hata sijaenda msikitini kwa siku ya leo kwa sababu nilikuwa nafanya biashara hivi, kuna simu nilikuwa naiuza shekhe. Hii hapa shehe wangu, simu kali, simu yangu mwenyewe natumiaga hiyo, sema tu kodi na nichanganya nyumbani. Mwenye nyumba kasimama mlangoni tangu asubuhi, nimeshindwa hata kuingia mlangoni, kuingia ndani kwa ajili ya simu yako, hela yake ananidai hela ya kodi shekhe hiyo. Sawa sasa kijana. Kweli nimeamini Mwenyezi Mungu ni mzuri sana na ukimtegemea yuko vizuri sana. Mwenyezi Mungu. Hivi hapo umenipa tayari hapa. Mwingi wa rehema. Ni mwingi wa rehema kabisa. Umenipa asante kijana wangu. Sasa shekhe, sijakupa hiyo simu. Hivi ninachokuambia shehe unanielewa, lakini mimi sio kwamba hii simu shekhe nataka nikupe. Ina maana wewe unaitafuta thawabu alafu mimi nipate dhambi, au sio? Yaani maana yake wewe upate thawabu mimi nipate dhambi. Sio hivyo kijana wangu. Kwa sababu mimi unaposema kwamba hii simu mimi nimekupa, una maana unataka kunisababisha mimi nirudi nyumbani nikagombane na mwenye nyumba. Mimi nimekwambia naiuza hiyo simu shekhe wangu, nataka nikamlipe kodi mwenye nyumba ili nipate usingizi shekhe. Sasa mimi si shehe. Ni kweli. Siku zote mashehe nyinyi waumini ndio mnatutunza. Wewe unashindaje kunitunza mimi shehe wako? Shehe maana kama maneno mengi bana shehe wangu bana. Usirudishe. Sikia sasa nikwambie. Hii simu mimi kwa jinsi nilivyoiangalia hii iko vizuri. Ila mimi nikisema jiangalia hapa. Kwanza mimi mwenyewe ninayo hii hapa, haina shida. Ila na shehe wangu. Hebu tuione. Hii hapa hii. Sawa. Na shehe wangu. Hii simu kali. Sasa mashehe hatuwezi kuwa na vya hovyo. Niangalie vizuri shehe. Kuna nini jibu ngapi hishi? Wewe bwana haikuhusu. Iko hivi. Kwanza maliza na haya. Hii simu hii mimi na shehe mwenzangu anahitaji. Ndio. Sio kwamba kufa kwa mama ndio mwisho wa msikiti au ibada. Ibada lazima iendelee. Ni kweli. Sasa unaitwa shilingi ngapi? Hiyo simu hiyo shehe wangu hiyo. Naiuza 2,500. 2,500? 2,500. Hiyo haina shida. Ngoja nimpigie. Atachukua yule. Nani sasa unampigia? Sheikh Isa. Mwambie simu kali, simu janja. Alo Sheikh Isa. Asalamu alaykum. Sawa sasa. Aise, una bahati kweli kijana wangu. Wewe asubuhi tu nitajua simu. Ndio imepatikana hiyo. Mwambie nimepatikana simu kali. Tena hii simu ni kali afu iko bomba kisheni na sitakufaa hii. Alafu mwambie jamaa amesema auzi bei kubwa wala ni anauza bei simple. Na jamaa mwenyewe huyu ni mtu wa njanja tu. Yaani hapa palipo na kaza hapa. Mbona wewe umezoea? Yaani ni ya kuzoa tu hii. Huyu hamna kitu huyu. Aliponielezea ameeleza kwamba ana shida kibao. Kwa hiyo wahi tu faster. Chapu. Yuko tuko kwenye huu mtaa wa Silongo huu. Afanye chapu. Chapu basi. Chapu. Tena ujitahidi uwai, nitaondoka mimi, utakuwa uipati simu ujue. Umesikia alipoongea mwenyewe, hebu chapu. Chapu. Haya. Sawa sasa kijana. Chapu. Huyu anakuja. Anakija huyu anaichukua.
Sawa. Anachukua kabisa. Mwambie afanye fast. Lete kwanza nishike chapu tu. Leta na mimi nikishike hii kwako. Sasa basi nishike mwenyewe. Mwambie chapu chapu. Game over. Aha. Mwenye uwanja wake kaingia. Jambo. Afadhali wanafika mapema kabisa. Sawa sasa. Shehe wangu mwenyewe ndio. Shehe. Mbona mnanifanyia vitu vya ajabu tena shehe wangu? Wewe umeniambia shehe anakuja. Sasa shehe mwenyewe ndio huyu kweli shehe. Afande, simu kweli. Hii hapa hii, mpe angalia. Simu gani kwanza? Ngoja basi kwanza ndugu yangu bwana. Ngoja kijana. Una hujamini? Au ya wizi? Kwani wewe unauza uzi? Sasa mbona mnanifanyia hivyo shehe bwana? Ngoja kijana. Au simu ya wizi? Mbona hujamini? Mimi na shida ya simu kweli. Simu ya wizi wapi bwana? Mbona kama shida ya simu kweli? Mnaniletea mipira shehe, sio kwa na maana bwana shehe. Kwani wewe ulisema shehe ndo anakuja sasa, huyu ni shehe huyu? Hii sio mipira wasi wa kizungumkuti. Wewe unataka simu iuzwe? Hii simu baya mimi nimegaidi. Nimegaidi shehe. Nimegaidi bwana. Umefanyaje? Mimi nimegaidi kuiuza hiyo simu. Afande. Samahani kidogo. Unakumbuka juzi yule mama alikuja kuripoti pale tuone kesi yake na mimi hapa. Aliibiwa simu. Umeona sasa? Iko hivi. Umeona sasa? Iko hivi. Yaani wewe swaka kama hujanikumbusha mimi. Mimi ninalo. Na nilipokutana naye huyu ndio maana nimemnyenga. Sawa sasa sikiliza. Iko hivi. Ndani ya uhalifu namba 1 juu ya yule mama aliyokuja kutoa yale mashtaka. Huyu yumo. Wewe kijana tulia. Sasa mbona mnanifanyia hivyo jamani? Kwani mimi kosa langu kubwa ni nini? Yaani kosa langu shehe wangu kukusimamisha kukwambia biashara nauza ndio mnaanza kuniletea kesi tena? Ngoja kwanza, kosa lako wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi. Mimi nimeiba wapi? Wewe ni mwizi tu. Mimi nimeiba wapi? Hapa ile ya kubishana na huyu kikaragosi, ukaragosi tu. Iko hivi. Sawa afande. Wewe magereji tunapajua? Napajua afande. Na wewe si unasimamia pale magereji? Sawa afande. Peleka magereji huyu. Tutakutana huko kwa juu kwa juu. Na hakikisha nikute. Mbona tunafanyana hivyo jamani? Afande. Sikiza maagizo yangu. Nikute huyu kashakependa kama uji. Kidoza!